Punguza lawama. Sipendi mwanamke anayeongea yule alikuwa anamfundisha, yule alikuwa anafundishana mwali. Hujaona mwali wangu? Dada akabaki na kitu rohoni. Kumbuka wewe ndo mwaka pili unaingia, mwaka ule katika hivyo hivyo wa pili, wa tatu baba kaja na kubwa kuliko. Kapiga simu huyo, mke wangu, sio kaongea vizuri tu, huku niko mbali, nimechukua mkataba wa miaka mingi, nilikuwa naomba uniruhusu nioe tume. Mume wangu umesema uoe? Nataka kuoa. Yaani mambo yote ya kuniambia umekosa mpaka unasema unataka kuoa mume wangu. So umesema unakaa huko kidogo utaniita na utakuwa unapata muda unakuja huku. Kwa nini tena kuoa? Nimeona nioe. Mimi sasa hivi na miaka 50, kuna saa niko peke yangu, nyumbani peke yangu, siongee na mtu yoyote. Uongee na mtu yoyote vipi baba kama wewe? So ulikuwa unanipigia mimi simu tunaongea. Hapana, siwezi. Nimeenda kwa daktari kaniambia na msongo wa mawazo, lazima nipate mtu wa kuongea naye. Mimi sitaki kufanya zinaa, nataka tutafute mwanamke nioe. Nimeona nikwambie. Dada ule hakukubali. Huku na huku wazazi wakajua, huku na huku nani akajua. Baba ule kang'ang'ania anataka kuoa. Dada akamwambia basi subiri nifike, nikifika huko nitakuruhusu na wewe mwanamke nimuone kwanza. Wewe usinipangie. Mimi ndio mwanaume, nimekuambia unipe ruhusa mimi nioe kwa sababu naogopa kufanya zinaa. Ni bora nikuchukize wewe lakini Mwenyezi Mungu nimpendeze. Oa mume wangu. Baba akapewa ruhusa ya kuoa Jumatano, Ijumaa kaoa. Mwanamke kampata wapi? Mimi na wewe hatujui. Alikuwa naye mimi na wewe hatujui, shoga yangu, tulia. Mwezi ukaisha, umeshaoa? Ndio. Bwana ule kashaoa, sherehe zikaanza. Mwali, nitakuwa naongea nawe asubuhi na mchana, usiku wa bimdogo. Kwa hiyo kama na mambo yako niambie kabisa asubuhi na mchana. Usiku sitopokea simu yako. Imetokea nimepata shida usiku nisikupigie. Kama uweze kunipigia asubuhi, utanipigia mchana. Usiku wa huyu mtoto wa watu, anaitwa mtoto wa watu. Dada kule lake rohoni. Hela inatumwa mpaka inaisha. Utapiga simu wewe ndugu yangu mpaka utakoma. Atatuma atakapojisikia. Mwali, kabla sijasahau, the funny part of this story ni kwamba tangu yule mke wa pili kaolewa, shoga yetu hajawahi kumtia machoni. Hajawahi. Sio yeye, sio wazazi, hawajawahi. Shoga yetu akamwambia, sikio ba mjengo, unajua mume wangu tangu umemuoa mdada sijawahi kumuona. Naomba basi nimuone hata kidogo kwa sura, nimjue mdogo wangu. Mimi niko busy sana, asubuhi kazini, jioni na zangu shule. Huyo bwana asubuhi anaingia kazini, jioni yuko zake chuo sio nini, anasoma tena. Wasomi kama mnavyojua, wasomi wasomi sio. Mke wangu, naomba kuwa na akili kidogo wife. Mimi niko busy sana, muda wa kumpiga picha mtoto watu naupata wapi? Asubuhi mimi niko zangu kazini, jioni mimi niko zangu chuo. Muda wa kupigana mapicha kama wanawake, mimi sio mtoto. Kama siku ya kukutana ipo, mtakutana tu. Mama kila akiomba picha na shoga yetu naye akukoma, kila siku anaomba picha. Nimekwambia naomba picha, nimekwambia muda huo sina. Akiomba sana mwana anatumiwa mgongo. Akizidi kusumbua anatumiwa mkono. Hajakaa sawa atatumiwa kichogo. Hajapinduka miguu. Yaani hajawahi kutumiwa picha hivi. Dada kang'ang'ana. Kama unavyojua tukiamua letu. Baba yule akawa hanywi maji akashuka, hali chakula akashiba. Nataka picha ya mke mwenzangu. Mama kabidi aingilie kati. Kwani wewe mwanamke wewe unayemficha nani? Hata kama umeoa mzungu, hata kama umeoa nani, watu weupe tunawaona bwana. Sisi Tanzania tuna watu weupe sisi kuliko tao. Naomba kama ni mzungu tu wametoa watu waone. Mama, mimi nachotaka niwafanyie surprise, wakutane hivi live physically.
Mwenyewe nataka nikae na wake zangu wote wawili kwa pamoja. Kwa nataka kila mtu asimuone mwenzake, hata huyu hamjui mwenzake. Kwa nini huyu hamjui mwenzake? Mbona huyu amuulizii? Yeye ana kazi ya kumuulizia. Mi nataka siku hiyo waonane, kwa sababu wanaweza wakapishana sehemu, mimi sipo, wakapigana. Kwa nataka niwakutanishe hivi ili niongee nao vizuri, mi ndo mume wao. Dada kwanza nielewa, kila siku anataka tena. Baba akaona isiwe shida na kukatia tiketi. Dada kama wewe, sawa, uje umwone mke mwenzio, sawa. Mama siku ya safari ikafika, fanya kama unamwona shoga yetu anaoga mara 2 hajui nani zaidi, yule ama yeye. Atajionea mbele ya safari. Mwali kapakia vitu vya Kitanzania, unavijua, jipakie vizuri. Mwali kajifukiza kuanzia Tanzania hapa mpaka anafika huko, bwana lilifukiza lijaisha. Kafika pale kana kupokelewa airport kama kawaida. Kafika nyumbani, mwali hivi yule bwana kaoa ex wake. Kaoa ex jamani, aliyemuacha wakatokea kwenye mahusiano na kwa kumponda juu. Mwanamke mchafu alikuwa anamwambia aniheshimu, anipendi tena, yeye ndo alonifanya mpaka nikatae wanawake niwachukie na nilijiapiza sintooa. Kamuoa na anampenda kufa. Dada ameenda pale, sawa, amekaa siku 9 kule Marekani, aliomba kurudi mwenyewe Tanzania. Amespenda night na mume wake mara hiyo moja. Vivi siku ya 9 mimi naomba kurudi mwenyewe Tanzania. Siku yaweza. Baba akaniambia, wewe ulitakiwa ukae hapa mwezi, subiri mwezi uishe. Akamwambia hapana, kule nimeacha mtoto Tanzania. Kumbuka yule baba alivyoondoka kwenda Marekani, huku alimwacha mtoto. Baba kama yule hajawahi kumuona mtoto, baba kama yule hajaweka pua yake hapa Tanzania. Akamwambia naomba nirudi. Akamwambia hapana, mpaka umalize mwezi. Amemaliza huo mwezi kama yuko jela, anakwambia. Yaani kama niko jela mume wangu mwenyewe, lakini namuona kama vile shetani anakuja kuniua. Anakwambia yule shoga alikuwa na mimba. Vivi mimi nilikuwa ninapika chakula, anakula, vyombo aoshi. Nikamwambia angeosha kwangu. Kwangu mimi angeviosha. Mwali, do not be nice too much. Usio na roho mbaya, lakini jua haki yako. Pia usipotetea haki yako ni dhambi. Nafikiri shoga yangu baada ya mwezi karudi, ananipigia simu, ananiambia hizi habari, hivi unanishauri nini, nifanye nini? Nikamwambia mimi kwa hili sakata majibu sina. Turudi kwa Watanzania, turudi kwenye familia yetu. Hatuko peke yetu sisi, familia. Tunaomba maoni yenu. Wewe unayesema yamekufika, ili alijakufika mwali. Na aliaga na maex. Eti mume wako anaongea na ex wake, hawa nikoweka. Mume wangu hata umwambie nini kwa yule mwanamke hawezi kulala naye hata kwa hela. Mimi ndo namjua Robert, mimi ndo namjua Johnson. Mwali, punguza sauti ya redio yako, nataka niseme nawe mwali. Chochote kinaweza kutokea na ex kwa mumeo. Ex anamjua mume wako, anajua ashike wapi, anajua aongee sauti gani, anajua afanye nini, anajua udhaifu wa huyo bwana. Na si kila ex anaacha kwa sababu amechoka. Kuna maudhi tu yalitokea katikati. Kuna wengine wazazi walikataa. Kuna wengine sijui waliseparate shule, huyu kaenda Kenya, huyu kaenda wapi. Mapenzi yalikuwepo. Kwa hivyo ukaribu wa ex na mume wako, forbid it. Kwa maombi, kwa nini? Muda wote kinaweza kikakulamba. Omba yasikukute kipenzi. Sijui namshaurije, ila natamani kuona maoni yako kama yeye anavyotamani kuona maoni yako. Till next time, call me Viva.